Katika Mungu kuna kukuzwa, katika Mungu kuna kuongezeka. Ni kama vile wote hapa ni wanafunzi, lakini sio wote walio form 1. Wengine wako form 4, wengine wako form 3, wengine wako form 2, wengine wako form 1, wengine wako form 1. Walipanda viwango vya madarasa kutokana na uwezo wa taaluma waliokuwa nayo na kutokana na kushinda mitihani katika madarasa waliokuwa nayo. Kwa hiyo hata katika viwango vya kiimani unapanda viwango, unakuwa katika viwango vya kiroho. Wapo darasa la pili, wapo chekechea, wapo darasa la 7, wapo kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4, wapo form 6 wamemaliza, wana 1 ya 3, wapo wana degree ya kwanza, wapo madokta, wapo na maprofesa katika viwango vya kiroho. Leo watu wanapandishwa viwango vya kiroho. Aliyekuwa kidato cha pili anakwenda kidato cha 3, aliyekuwa kidato cha 4 anakwenda cha 5, aliyekuwa cha 6 anakwenda chuo kikuu, aliyekuwa na degree ya kwanza anakuwa masters, aliyekuwa na masters anakuwa dokta na maprofesa. Panda viwango vya kiroho. Ukiamuru mapepo yajue kwamba yameamuliwa. Nani ameamuru? Profesa katika ulimwengu wa roho, dokta katika ulimwengu wa roho. Mapepo yaseme tuna nini nawe, mwana wa Mungu, unakuja kututesa kabla ya muhula. Piga makofi kwa Mungu aliye hai. Acha kukaa vile vile. Usiwe na imani ya kukaa vile vile. Imani ya kukaa vile vile utateseka. Ni sawa na mtu ukae kidato cha 4 tu miaka yote. Eti inanuka. Kwa kuwa umefika cha 4 unajua vizuri, na pengine mtihani yake unajua mwaka wa kwanza kidato cha 4, unafuata kidato cha 4, unafuata uko cha 4, unafuata uko cha 4. Inakaa sawa, inanoga. Unatoka cha 4 unakwenda cha 5, inanoga. Natoka cha 5 cha 6, inanoga. Natoka cha 6 unakwenda chuo kikuu. Ukimaliza kadigiri kako unakwenda kuongeza ka pili. Piga makofi kwa Mungu aliye hai. Hivyo ndivyo inavyonoga. Si unadumu vile vile. Watu kanisani wamedumaa kwa sababu ya kutopanda viwango vya kiroho. Alivyokuwa mwaka 80 ndivyo alivyo mpaka miaka ya leo. Bahati mbaya aliamini huwezi kuombea wagonjwa wakapona. Hivyo miaka yote. Bahati mbaya aliamini huwezi kanena kwa lugha. Hivyo miaka yote. Tunahitaji hapa seko, wanafunzi wa hapa, walimu wa hapa, mchungaji wa hapa. Tupande viwango vya kiroho. Ukisimama kwenye mkutano, ukihubiri injili, watu wakisikia waseme huyu binti wa wapi, wakubali mama huyu ni binti wa hapa secondary school. Kwa nini? Miujiza inafuatana katika injili anayohubiri. Huyo amepandishwa viwango na Roho Mtakatifu. Wajiulize kuna nini hapa, waseme ni yule. Viwango vyake vimepanda, sio vya kawaida katika Roho Mtakatifu. Anaendelea kupiga makofi kwa Mungu. Anaendelea kupiga makofi kwa Mungu. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Ukipanda viwango vya Roho Mtakatifu utaonekana, tabia zako zitaonekana, maisha yako, mwenendo wako utaonekana, kusoma kwako kutaonekana,
Mtakatifu. Soma. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha. Sikiliza matokeo ya watu wenye Roho Mtakatifu wakipanda viwango na Roho Mtakatifu akifanya kazi sawa sawa ndani yao. Soma. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Anasema tunda la Roho. Huyu Roho Mtakatifu ndani yako, viwango vikipanda, akiingia ndani yako, wewe uliyekuwa hujui namna ya kunena kwa lugha, ukanena kwa lugha, Roho yule aliyaye Aba ndani yetu, badala ya kusema Baba anasema Aba. Akijaa ndani yako huyo Roho yule ambaye Biblia inasema anenaye kwa lugha, huyu hasemi na watu, bali huyu husema na Mungu. Roho huyo akijaa ndani yako, Biblia inasema matokeo ya huyu Roho katika kupanda viwango ndani yako utaonekana. Matunda yake, maana yake matokeo yake, maana yake mazao ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Anasema tunda la Roho ni nini? Furaha. Amen. Amen. Namba 2 nini? Upendo. Namba 3 nini? Namba 4 nini? Namba 5 nini? Namba 6 nini? Namba 7 nini? Namba 8 nini? Namba 9 nini? Maisha tulio nayo wanangu ni safari ndefu. Tunahitaji Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunahitaji msaada wa Mungu ndani yetu. Maana yake nini? Kuna mambo yatatuvunja moyo, lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako utakuwa na uvumilivu. Sema amen. Kuna mambo yanatukatia tamaa, unapata kipato hakitoshi, lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, pamoja na kipato kidogo utakuwa mfadhili, utasaidia watu hata kama kipato ni kidogo. Dunia tunayoishi mapito ni magumu, tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Kuna wakati watu watakuudhi, waliwahi kuudhi, wanyosha mkono. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, pamoja na kwamba wamekuudhi, utawapenda. Sema amina. Sema amina. Hayo yote ni matokeo ya mtu wa Mungu aliyejaa Roho Mtakatifu ndani yake. Tatizo kubwa ukiona mtu hana upendo, tatizo kubwa Roho Mtakatifu ndani yake hana. Mwingine mchoyo mpaka maharage tu ya shule, mpaka mboga tu, yana kipakua hivi anawapakulia wengine. Bahati nzuri ni kiongozi wa chakula, anawapa robo, yanabaki kwenye ndoo mengi maharage, halafu anajikusanya na rafiki zake wanakula, yana anapiga mpaka tonge, anatengeneza kile kibakuli ndani, anakuwa anafanya hivi. Shuleni tu. Siku ya mgao wa wali wanagawa nusu, halafu kwenye kile chombo
zakimbii kienyeji zinamtesa. Ni mchoyo kama bibi yake, ni mwizi kama shangazi yake. Unaiba mpaka chakula cha wenzako, unaiba mpaka mboga za wenzako, unaamua kuwapunja wewe ule kingi, wao wale kidogo. Unahitaji Roho Mtakatifu. Sema amen. Wanangu wako wapi? Wapigie Yesu makofi. Katika utumishi tunaotumika tunahitaji kupanda viwango vya Roho Mtakatifu. Usibaki mamuma, usibaki darasa la kwanza, usibaki form 4. Panda viwango. Utumishi wenye heshima ni utumishi wenye matokeo. Utumishi wenye heshima ni utumishi unaoonyesha matokeo. Yesu akiwa duniani, sikiliza, alikuta ibada zinaendelea, watu wakihubiri na kuhubiriwa, watu wakitoa sadaka na zaka, watu wakitumika chini ya mitume, chini ya manabii. Lakini Yesu alipotokea, kilichowavuta hata wakamfuata Yesu ni matendo ya miujiza. Maana watu wana uhitaji, wako kanisani lakini wagonjwa, wako